my class, I'm the only one who used to use a lip gloss. And she had one, so I was like, who you? Hi guys, welcome to my YouTube channel. I love you guys. I appreciate you. If you are new here, kindly subscribe. If you are a returning subscriber, I love you so much. So today I have someone nilikuwa nataka kumwita jina ingine but ni sawa. I have a guest and she's my best friend and I want we share our story how we met from scratch. Yeah, but before wachaji introduce. First of all, thank you so much, Yvonne. So guys, my name is Wamboi Githora. So I also have a YouTube account. You can go there and subscribe to my YouTube channel and I'll appreciate. And also make sure you support this girl. She's an upcoming content creator. So yeah, and I guess I am the guest to this channel. So let's keep. So make sure you watch this video till the end, guys. Do it's about to go down. It's about to go down. Yeah. Back to you. So sijui why we are that formal. Yeah, until with the money. So we want to share our story vile tulipatana from scratch but mi ndo nilimkatia, so I should tell this story, guys. I should tell this story. So it happened. na shaipiana hadi TikTok. Yeah, nishaiguziana TikTok. So I didn't even know that tutakuja maybe kufanya like a full video. So due to many questions, we decided to do a full video. So it happened back there in Nyeri. So I deferred school and then I went back to school sasa. It was 2024. Ilikuwa 2024 Januari. So mi nilichelewa shule, niliingia shule Feb. You remember? Aya, nikaenda shule and then the first day, the second day, nimekaa tu peke yangu. And then tell me out of nowhere somebody comes. Huyu sasa anakuja like out of nowhere. Amekuja tu hapo hivyo ako like sasa. As in the vibe was ilikuwa tu hapo hivyo like from, juu I mean, Nitawambia mbona nilienda kumsalimia lakini she was lonely. I had no friends. Okay, why didn't you have no friends? I had no friends because class nilikuwa nayo, it was weird. So I used not to have friends because okay, I used to date from the same class. Class of 2024. 2024 July. Computer science. July series. Mjue niliambiwa story zenyu nyinyi wote. Kunazo hizi, nyinyi wote. Hivyo ndivyo nilimkatia. Okay guys, ilikuwa hivi. Nilikuwa na date from the same class. So I had enemies because people wanted my guy but they can have him right now. No, he's not mine. So mi nikaona huyu msichana ako solo and I had to go talk to her. So I'm like, how do I tell her like I want to be her friend? Nikakosa. So nikaona vibe yake na yangu ina match. Guess what? In my class, I'm the only one who used to use a lip gloss. And she had one, so I was like, who you? What the fuck? Niko like, huyu ni type yangu. Niwaambie hata mimi from like the first time tu nilienda to your class. Okay, I'm not saying in a bad way or anything, don't judge me. But unajua tu kuna venye maybe you look at people and then uko like hi class iko na vibe. It was a boring class. Trust me. Isipokuwa sisi wawili like, we just made it more lively. Yeah, it was so boring. So she became my bestie, but not bestie because
My man wanted her, but he never wanted, like, I know something is happening, but unfortunate, nikajua she was homeless and I became homeless. So ilikuwa hivi, mumeo anamkatia huyu, sasa mimi kuuliza nikafukuzwa. Alafu huyu akaingia in a toxic friendship. So this girl alikuwa beshte yake, alikuwa beshte yako from 2020. This girl alikuwa rafiki yake, and so she's like, I will host you for a while, utafute nyumba. Remember so hiyo ni time nisha like nimerudi shule nimedipa, so I have nothing. My Nigerian bag, my mattress and clothes na blankets peke yake. Sasa niko na beshte wa kunihost until si unajua tu venye like ukisharudi shule venye inakuanga like too much pressure on the parents, like fee, kulipa sijui nyumba, so it was like a lot. Yeah, so it's so luckily you are very lucky by the way. Nilimjua hiyo period actually hakukata na huyo msichana for a week, cause nilimjua hiyo period ya washaanza kuletana mashida. Cause tell me why, anaenda home, msichana anajua kuna rumi, ashafunga nyumba na ashaenda, anarudi saa 4 za usiku, she's outside, she's new. And mind you, the following day you have an exam to do. You have to like read, lazima usome. Yeah. But sasa So guys, pia mimi hiyo time nilikuwa homeless because of her. Nilikuwa nimefukuza na Morio because I was homeless because I fought. Yeah, I had my own place. Okay, I was not homeless. Mimi ndo nilihama because tulikuwa neighbors. My boyfriend and I were neighbors, like next door hivi. So mimi nikahama hapo cause alikuwa ananiirritate anytime nikimuona. So like nikashift kwa rafiki yangu fulani wa high school, ndo nitafute nyumba within a week nihame. So akakuwa homeless, nikamwambia aje kama tukae kwa rafiki yangu and then tutafute nyumba tukiwa huko. Rafiki yangu alikuwa anakaa studio apartments fulani hapo, anashindwa kujilipia rent. So but zilikuwa, nitawekea kapicha hapo, tulirecord studio apartments. So tukarecord, tuko na picha kwa hiyo apartment, nitawekea hapo muone. So sisi kutoka shule we used to run kutafuta nyumba all the time. Hata actually tuli house hunt for uli house hunt for a day, akapata a certain nyumba hapo ya mabati, and then she's like, come and show you where I saw a house, and then nikaenda and I'm like, no, you can stay here. Luckily someone akatuambililia nyumba. Guess what? it was hata sisi were in shock. Ushaipata like mko kwa hii situation ya the two of you don't have places to stay, mnakaa kwa wenyewe, mnatafuta nyumba and then on the spot mnapata to just two houses brand new, only two zimemaliziwa, very cheap, very beautiful, very peaceful, with full security, like I don't know. Tukapata nyumba mbili rembo sana, tukashift. So mimi sikuwa na rent cause rent yangu ilikuwa imelipwa kwa my previous house na alikuwa amekataa kunirefund. So mimi sikuwa na rent yake, ulikuwa na rent na deposit, akalipa deposit ya nyumba zote mbili. So we had to convince this lady, tunataka hii nyumba, kuna hii pesa bla bla bla. So we paid for the two houses, deposit na hiyo nyumba ya rent, ikalipa hizo mbili. So this lady akaona we really need the house but hatuna funds, akatuambia aje, I'll only ask for 1,000 ya deposit. So we paid 1,000 peke yake hivi ya deposit, and then I convinced my mom. No, that lady called my mom now, that friend of mine mwenye tulihama, cause
tulimhama na msiende tunaenda. Actually ilikuwa vurugu guys, cause You know guys, the funny part is Udem alikuwa anasema sasa mimi nimekuja kuinterrupt like their friendship. Because they used to study in the same high school. Yeah. But nilikuwa mbele. Yeah, nilikuwa mbele yake. Alikuwa mbele yake, unaona? So like hapana, msichana si mzuri, sijui. Yeah. Unajua mimi nikiwa high school, mimi watu wa St. Jude wenye mna watch, I love you guys. Hiyo nao ni si siri. Mimi nilikuwa high school, I know I was your favorite. When you uongo? Comment. Yeah, I used to make you guys happy, right? So like I used to have a lot of friends back in high school. If you were my enemy, uko sawa. Cause mimi sikuwa na maadui. Apart from one girl, na sitakutaja wewe. Story for another day. We msichana, ningeenda jiju yako. But ni sawa. Wewe ulikuwa unanichukia juu nilikuwa napendwa. Na ndio maana huko unapendwa. Anyway. So huyo msichana hakuwa anataka niende. So vile aliona kabisa I need to go cause mimi napenda kujikalisha. Akaambia si akienda kwa tutabaki na wewe cause tulikuwa tu homeless. And then she was like I'm also going. Wacha nikwambie tukitoa vitu kwa hiyo nyumba. Ilikuwa vita. She was even video calling her mom. Ako like oneni hawa wasichana mom. We ni kama tumeiba. And then akaanza kuniharibia jina. But ni sawa tu. I called her dad na nikamwambia akataze mtoto wake cause angeendelea hivyo ingekuwa police case. Unajua si vizuri kuharibia watu jina. So guys, tukahamia in our new house. Plus huwezi force mtu kukaa na wewe na anataka kumove out, you know? You cannot. Unajua reason alikuwa ataka tukae naye kwa hiyo nyumba ni she was not able to afford her rent. Plus she lied to her mom. Anaishi kwa ile nyumba mamake alimwacha na roommate. Kumbe alishakosana na roommate na akahamia kwa nyumba kubwa kufilisha nani? Roomie. Kumbe amejaza madeni. So anataka watu kukaa na yeye wamsaidie kulipa madeni. Unajua hivyo? Na niliacha nimemlipia madeni. We msichana. Anyway. Ni mbaya. But sieka ni grudges. But usinisalimie. Sawa? Anyway. Tukahamia kwa nyumba yetu mpya. Yes. Tukaanza live. Like imagine alikuwa hapa. Okay, hiyo ploti na hapa na hakukuwa na jirani mwingine huku na hakuna mwingine. Guys, so we moved in, tukapanga nyumba zetu and they were like yani we made our own comfort. Like it was a home. It was like a home. And then the landlord we got, she could bring even chicken, ndoma, and then she used to tell us, and then kwa shamba mkachimbe waru and skuma. Yeah. Like we were like home. So we got to home. Yeah. On even a parent. Even there, a parent. So imagine from homeless to a warm home. Oh God. Aki hata na miss kurudi Nyeri. Alikuwa anaitwa aje? Eliabeth, we love you so much. Yani you are everything. Imagine this lady alikuwa ule lady wa ati mbona unakanyaga chini, hauna carpet, si useme nikuletee. Alikuwa hivyo. Mbona hauna kiti, si nikupe. Alikuwa that kind of a lady. She was so nice. She used to give us stories about her daughter. Alikuwa Mombasa. Like me, I used to like go sit with her tunaongea sana. Personally mimi, not her. I don't know why. You have to keep boundaries. Boundaries also. Yeah, me I used to talk to her cause the more unamwongelesha pia the more hasira za landlord zinapungua. Ndio maana hata hapo anatupelekanga mbio. Plus me uko ni home, that's my home by the Nyeri, I have a family. And she kinda knew my family. So that's why we used to vibe. Yeah. So hapo guys naweza sema nitasema aje? Okay, tulikuwa tunafanya course fulani hapo inaitwa computer science. Ilikuwa ngumu kabisa. Kwanza hiyo mwaka ndio tulikuwa tunafanya unit inaitwa programming. It was our last year by the way. Yeah, it was our last year. So me I would say her coming to my life alifanya nikapita year 2.
For real, cause mi nilikuwa joker but she's not. So like all the time she used to be like, si tutafute kina nani tuende group discussion, si tuende tusome kitu fulani. So from home to kusoma to kupita, everything was just flowing. Hadi people were like jealous, unaona. So wacha niwapee kapati fulani hapo ka story tukiwa class. Imagine if she went to class, nibaki home, no one could sit with her. Like people used to fear her. And if I go to class alone and she's not there, no one could sit with me. I don't know why. We were just us, Imagine we were just us. I don't know why people not to like sit with us. I think they were jealous or something. I don't know. If okay, class yetu na sina ubaya guys. Hao watu hawakuwa wamechanuka. Hawakuwa wamechanuka kimushade. Hawakuwa wamechanuka. So kama mimi I have this nose piercing and everyone was like, unajua hiyo ni mbaya. We even had the smileys. Ikifika niko kutrip, kusoma, you know, like kujibu maswali kwa class, kupita cards, we were just there, top. Yeah, yani we were corporate buddies. Tuka tunang'ang'ana hata kama hatukuwa na hiyo pesa. Like we used to make life like seems easier. Like najua hata walikuwa nafikiria tuko na mamilioni kwa bank. So hiyo hadi tulikuwa tunakula sosi na ugali. But you know the funny part, we never struggle. Like we were eating healthy meals. Struggle. Wallahi hatukustruggle. Imagine hatukuishiwa na shopping, hatukuishiwa na gas. Gas yake ikiisha, yangu ina run. Yangu ikiisha, yake ina run. Imagine. Na ikiisha, pesa ilikuwa inakuja on the spot. Ay, hatukustruggle. That was God with us. No. Imagine we could eat meat like thrice a week, by the way. Matumbo. Thanks to my shout out to my dad, my stepdad. He made life easier for us pia. He used to bring matumbo for us. Na mutura. Aki we enjoyed. Oh no. Sasa tukamaliza high school college tukahama. Ujaambia the funny part about the struggles of being a comrade. So guys, we used to like get money to Konado. We want to get our nails done. But tuseme kama nails ni hiyo 700 peke yake. Niko na 700, akona 700. Hata pia hakuna. Nakumbuka kuna time fulani tuliwalk hadi tao. And I'm telling you, tulienda tukaunda hizo nails, Na Mungu akatupea pia kurudi. Fake it until you make it, guys. Fake it until you make it. Actually niwapee story. Our first time kwenda kutengeneza nails pamoja, I had the 700. Thank you Julius for the 700. So mi nilimwambia I want to make my nails. He sent me 700. Si hakuwa na hiyo 700. And then we are like, mimi mbele nyuma sina pesa ingine, ni hiyo 700. Mimi sijui ni wapi alitoa pesa. We struggled. Na wacha nikwambie, by the time tunamaliza kuoga na kuvaa, the money was there. Bila pesa ya ninio ya kwenda. Alafu vile na tuna hata ya saba. Vile tulifika kwa nails, watu hapo wanakula burger wakitengenezwa nails. Sisi tuko hapo tumeng'ang'ana, tumekazana tukae vizuri. But the good thing was the following day tulikuwa tunaenda home. So her mom sent you pesa ya kwenda home pia. So tukapata pesa ya kwenda ya kwenda home na ya sapa. Pia my mom sent me transport money the same time. So guys, the times tunakaanga hivi like tunakumbuka tu hizo times tungekaa hivi like maybe tuko na craving ya kitu. We used to have a small mini mart called Karimo. And it used to be like favorable. Your place imetulia, tuko comrade, you know. So we used to like get our things there. Sosi, carpet, dapa, hizo vitu zote. We used to have matching carpet. Yes. Yeah. Lakini zilikuwa zile za paper. Bora zilikuwa matching. Ukiingia kwake, ukaingia kwangu. Ukiingia kwangu, ukaingia Theme ilikuwanga black and white and a touch of grey. So guys,
I don't think kuna kitu ingine nafaa kuambia, but tukahamana Nyeri, kila mtu akaenda njia zake. So tukakuja tukapatana 2024 December, or same year December. Yeah, so 2025 we never met. Yeah. Kuna period tulikuwa tumekosana, but it was worth it. Because it was like a good reason, cause reason yangu ni hufunguki macho, yaani najaribu kukwambia kitu but uko driven na kitu ingine kwa akili yako. That's part 2 guys. Part 2, but I'm serious about it, okay? Usifanye nirudie hiyo story tena. Kama tutakosana tena tutaifanya yeah. So ndo tukakuja tukarudiana, and then we are meeting again right now, but this is after 1 year plus ndo tuna meet 2026. But iko tu sawa, cause bado we are still pushing on. We have since that 1 year we achieved something. Yeah, we were able to graduate, tulikuwa able kuanza content creation journey. So make sure me to support and we'll appreciate. Yes guys, I think for part 1 tutamalizia hapo, and see you on the next one, part 2. We love you guys, we appreciate you. Go subscribe to our YouTube channel, go like the video, comment, share, yeah, and everything. Bye guys. Bye, adios. Also go there to Wambui Githura and atanitag akiposti video. You go and subscribe to my YouTube channel to fike 1000 subscribers, my loves. Bye guys.